Kuishi ukiwa zero. Naitwa Gadhio. Hii ni kitu nilisoma nikiwa campus after Safaricom iliintroduce kwa jahazi. Ilikuwa naokoa, alafu nikituma pesa nalipa hiyo okoa na ninaokoa tena. Hii iliendelea for some time, lakini ilifika mahali ikanifungua macho. Okoa limit yangu ilikuwa 50 bob. So nikakaa chini nikafikiria. Kila time nikiokoa 50 bob, napatia Safaricom faida ya 5 bob. Nimeokoa mara mingi sana na probably nimepatia Safaricom faida ya kitu tuso. Kama hiyo pesa ingekuwa kwa mfuko yangu, ningekuwa na lunch ya rice beans ya siku kadhaa. Ilikuwa inauzwa 30 bob. Pia nikaona that by using Okoa jahazi, nilikuwa natumia pesa nyingi kwa airtime kuliko vile ningetumia kama sikuwa naokoa. Kitu kingine niliona ni ati after kufikisha debt limit yangu ya 50 bob, singeokoa tena. At that point, hata kama ningehitaji airtime aje, hakuna kitu ningefanya. Ilibidi tu nikubali sina. Hiyo ilikuwa mwisho yangu. Alafu nikadecide hapana. Sitakuwa nikifika mwisho wakati niko na deni ya Okoa ya 50 bob. Itakuwa nikifika mwisho, airtime yangu ikifika 0. Sio ikifika -50. Nikaacha kuokoa na nikajiambia, airtime yangu ikiisha, imeisha. Hakuna kitu naweza fanya. Nikajifunza kukaa bila airtime after airtime yenye nilimanage kununua imeisha. By so doing, nikajinasua kwa mtego kwa jahazi. Na nika-avoid kulipa interest ya 5 bob. Nilikuwa nalipa kila time nikiokoa. Lakini ile furaha kubwa nilikuwa nayo ni ya kununua na kutumia airtime wakati niko na pesa. Nikijuanga hakuna hesabu ya deni ati nalipa. Na siku hizi kuna Fuliza na apps mingi sana za kupeana loans. Watu wengi sana wamekuwa trapped na hizi apps na wako na madeni kubwa sana juu hawajajifunza kuishi wakiwa zero. Ni kweli emergencies hukuja na hizi apps zinaweza kukuokolea. Lakini ukijipata unakopa more and more to the extent ya kutafuta new apps za kukopa. Ama kuregister line mpya. Yenye uko nayo umeokoa deni huwezi lipa. Basi kuna shida. Siku moja utafika mwisho. Utahit limit zako zote na utaweza kukopa chochote. Hata kama unakopa kwa ndugu na marafiki, utafika mwisho. Siku moja utapiga simu ikose kuchukuliwa. At that point, hutakuwa na otherwise. Itabidi ukae chini ufikirie. Sasa sikiza. Heri kukaa chini ufikiria aware ukiwa zero kuliko stress za kutafuta solution ukiwa umezama ndani ya shimo la madeni. Ukiwa negative hundreds of thousands. By all means, avoid kuenda below zero. Cut down expenses zako. Wacha raha mingi. Ikibidi, move to a cheaper house. As a matter of fact, yule mzee anaishi bedsitter lakini ana deni ya mtu. Analala kwa amani kuliko yule anaishi two bedroom. Na simu yake haiweki moto juu ya kupigiwa kila dakika akidishwa madeni. Ishi ile maisha unaweza ishi bila kukopa. Kuna hii site ya Duka Maps inaweza kusaidia kumanage pesa yako, especially kama unafanya biashara. Ndio usije ukazama below zero. You can find it on Google. Bottom line, jifunze kuishi ukiwa zero. Maisha yako ikuwe stress free.